Mama kwetu mbili wa porini, weka mbali zile mbinu za kijini. Umeingia kwenye nyumba ya mwanao kwa nondo za chuki na mabango ya sheri. Mume ana silaha mikononi, mbali na mapenzi. Salamu alaykum. Wa alaykum salam. Samahani dadangu, hujamwona mwanamke hapa apita njia hii kamvaa baibu jeusi na tande mosi? Mimi sijamuona, labda ukaangalia huko mbele. Hujamuona? Mtihani. Hichi kijiji chetu kimeingiliwa na nini? Maana humjui mama mkwe, humjui mume, humjui wao wake zake. Wallahi tafrani. Hatari. Makubwa. Asema we mwendo wa kubakuwa mie nishafika kwangu mwenyewe, we mwendo wa kubakuwa mie nishafika kwangu mwenyewe. Nasema we mwendo wa kubakuwa mie nishafika kwangu mwenyewe, narudi kinyume nyume mie nishafika kwangu mwenyewe. Nasema mwendo wa kubakuwa mie nishafika kwangu mwenyewe, mwendo wa kugeuka mie nishafika kwangu. Hatari. Kuna mambo yanafurahisha lakini yanasikitisha. Uwe tunukumfikwa we janga hili la roho, we asema tunukumfikwa na jakala la roho, nasema tunukumfikwa. Kwa kweli huu mtihani, maana nikisema nacheka si kama labda halijanifika mimi, lakini haya mambo kwa kweli Tunu kayataka mwenyewe, kwa sababu mchuma janga ulia na wakwao. Sasa Tunu atavuna kwa alichokipanda. Siwezi kukaa na uchafu. Mie chogo wa chogo wewe mbahari asiki, we huchukua uchafu nkayarejesha huko, we asema chogo wa chogo we hakaina uchafu. Hichi ndo ninachojisifia kila siku. Siwezi kukaa na uchafu. Sasa Tunu apambane na hali yake. Hawezi kunilaumu kwa jambo lolote. Bahati yake kama nzuri kama mbaya, na bahati ya kunguni watamtumbua alafu watamnusa kwenye pua. Asema we mwendo wa kubakuwa we chagua kashafika kwake, we mwendo wa kubakuwa we chagua kashafika kwake, we mwendo wa kubakuwa. Mama, naomba niambie ukweli. Kwani unapenda kunificha? Kwani ukisema ukweli kutakuwa kuna kitu gani? Nikwambie nini? Na nikikwambia wewe utapata faida gani? Mbona unapenda kunifuatilia wewe katika mambo yangu? Lazima mama nikufuatilie kwa sababu sio wewe tu yani mpaka mimi hili swala linaniathiri. Lazima nikwambie, sema ukweli. Sema ukweli mama, ujieke huru. Niseme ukweli? Niseme ukweli? Ndio nataka useme ukweli. Sasa ninataka uniache na maisha yangu. Umenisikia? Tena neno hili nisikusikie tena kunambia. Mama mimi siwezi kuacha. Hebu nipishe mie. Nikwambie nini? Utaki kusema. Sasa subiri. Jua kali. Nani? Shida rasi ndogo. Kweli Mungu akitaka miadi watu kukutana, wanakutana hata kama chini ya bahari. Sasa unataka ukatupisha kidogo? Watu wazima tuna mambo yetu. Lione, kuna mambo na nani? Hayo mambo yako nayo na nani? Mama amekuwa hayo, basi sawa. Kipenzi, habibi mkandarati mkaliaini. Sasa vipi? Usule mpango wetu na hilo jibu langu kwako.
Hivi katika watu ambao wanastahiki kupewa majibu mpaka wewe umo kwa uzuri gani uliokuwa nao baba wewe? Yaani ukionekana tumbo liko mbele, nguo hazieleweki, huna kimoja, mtoto mdogo umefuga madevu, alafu uje kusubiri jibu langu mimi niwe nawe. Mtihani. Kwanza ngoja nicheke nenepe. Nikonde na demu mwenyewe ndo hanitaki. Sasa nisikilize bwana. Nisikilize vizuri. Mimi katika wao wanaume handsome boy na mimi nimo. Kwanza handsome boy ni nini? Halafu mimi ni mwanamume rijali. Kuja na demu mwanaume ni ndefu. Nazo. Inani? Mama Kobe. Yaani wewe mwanaume tena nisikilize, yaani unachefua wewe, unanichefua tena nakwambia ukome. Kwanza mimi sitaki hasa kila mtu ajue kama wewe umenitongoza. Kwa sababu kwanza mimi na wewe hatuendani. Upo? Mbona ushachelewa? Usinipakazie watu wakajua. Sitaki. Nifa. Na ukome kunikuta hapa mimi na mambo yangu niache kwanza nimalizie mate yake. Umenisikia? Ukiniona mimi hapa nimekuja na pirika zangu huku nisimamisha iwe mwanzo na mwisho. Tafuta mwanamke ambaye mtaendana. Zobe kama we mwenyewe ulipo ndio tafuta au utakaenda, lakini sio mimi. Ukome. Maana anavyojiona mwanamume naendana na wewe. Halafu usipojua, hakuna sojua kwenye kijiji. Watu wote wanajua kwamba mimi mapenzi yangu yamedondoka kwako. Umenifahamu mrembo? Usishughulike. Swala la mahaba kwangu umepata eka nikutilie maji. Kwa hiyo unajua na mwanamume kwa hizo ndevu au? Unajua na mwanamume kwa hizo ndevu. Muone michino yake. Yaani mjini nimecheza. Upendo ndio huko. Mtoto nifa nikupe nini tena, amechukua moyo wangu huo. Makubwa. Lazima dunia itatambua. Mahaba yangu hapa. Bwana huna lolote tupishe bwana we. Mahaba yangu hapa kiambo kizima kitajua. Lazima nipishe. Mwanamume ndefu, vireje. Lazima ni muone kwanza. Mimi nitaka ulimwagia sasa. Tayari. Nenda babo, shughulishi hapa. Kwa jana dume galo nao. Ndio hilo. Lioni halina aibu, jana dume zima. Jitu zima linajifanya toto dogo hilo. Ovyo. Mambo mengine sana nuksi. Tena nuksi kubwa, bado tusingekuja sasa hivi Nuksi naona mimi nimeandama kwa sababu haiwezekani. Fatuma, yaani mimi wote hapa kijijini kwetu wasinitongoze, je nitongoze na lile. Bibi una bahati mbaya lakini. Tuache yote. Shoga yangu una bahati mbaya. Ya Mungu tena mbaya sana. Tena una bahati mbaya. Mbaya sana. Na leti ningejua muda huu kama ndio yupo huku usingekuja. Usingekuja hata mimi singekwambia kama tuje huku. Mtu watu wenzangu wote wame wazuri na nikapata zezeta. Ya Rabbi kumekucha. Na leo hapa sijaeka dagaa. Sio nataka mmeche itanywewa. Yalla. Mume wangu. Aka? Upo hapa nilipomia lakini. Ni hapa hapa. Hapa kijijini kwetu. Ni hapa kwangu. Haya tena kama uko hapa mwangu unawaza nini? Muhogo ndani umo. Masheli ya tele juu. Dagaa sasa hivi litapita, ndo mida yake hii saa 4:05 halina muda, sasa hivi litapita. Pesa imo. Haya tatizo liko wapi? Mke wangu mie siwazi pesa wala siwazi kula. Sasa kama huwazi hayo, wawaza nini? Au mshagombana tena kuna mwenzangu? Huko hata kama tungombana, basi mimi sikae na mawazo. Madamu nawatolea mie mahari, hamunizidi maneno wala hamunizidi vitendo. Haya, yaishe, niambie unachowaza nini? Maana natoka kule na kuangalia mpaka nafika hapa na kuwekea kikombe na kuwekea maandazi. Nataka narudi kachukue chupa chao. Huyu mwenzangu yupo wapi leo? Hebu niambie mume wangu, una shida gani? Una tatizo gani? Unawaza nini? Mke wangu bwana, mie nikwambie kitu. Kuna kitu cha nitesa kweli kweli. Tangu mkumbuke mimi katika maisha yangu,
najiona mimi mpeke yangu, sina ndugu, sina dada, sina kaka. Cha ajabu kinachoendelea sasa hivi, tangu hii mbiringe ya mama mkwe kutaka kumwanae ni mwache, kama siku alipokuja hapa ikaja tafarani huku na kule, sijui mwanzo wala mwisho. Linzuka jingine jipya ambalo kwa katika maisha yangu silijui mwanzo wala silioni mwisho. Ilo jipya gani? Yaani hapa mume wangu wajua bado hujafunguka. Ndio kwanza wapenya. Hebu nyosha maelezo. Kuna jipya gani? Mke wangu bwana, mie naambiwa na dada, sijui ndugu. Waambiwa au yupo? Yaani hapa ndo napotaka mie. Waambiwa tu lakini hayupo, au waambiwa lakini yupo? Mie sijawahi kumuona. Lakini naambiwa na ndugu, sijui ndo na dada. Ubaya wake naambiwa yu hapa kijijini na yuwaja katika mazingira ya kutetanisha, aja apotea. Wakumbuka mume wangu siku alikuja kaka nyumbani, nikakuuliza haya maneno aliongea kaka, nimeyasikia au nimesikia vibaya? Ulinijibu nini? Ingia ndani. Leo unaniambia nini? Mume wangu hapo sijakuelewa. Hebu nifahamishe vizuri nikufahamu. Una ndugu, una dada na yuko wapi? Na siku zote alikuwa wapi? Hicho ndo kitu ambacho kuwa mechaniumiza zaidi kichwa. Na nasikia yote haya chanzo mmankwe. Si mama koye? Mama wanke mkubwa. Kwa hiyo hapa mie ninakaa nazidi kuumiza kichwa, sijui mwanzo, sijui mwisho, sijui tani amwe maamuzi gani. Na huyo dada simuoni na huyo ndugu simuoni. Ili mbali nakwambia mashaka. Sasa mume wangu, ulipomuuliza huyu mkweo kakujibu kitu gani, au kakwambia yuko wapi? Pengine yupo sehemu au anakuwa sehemu fulani, tukamchukue tu mume wangu. Sikiliza mke wangu, usitake ni chimba kama magimbi. Usitake ni chimba kama magimbi. Niacha mfikirie niumize kichwa. Wewe kama ataka ujua ukweli zaidi, kamuulize kaka yako. Yaani sasa hivi umeniambia mkweo anahusika. Tena kushazunguka mbuyu ananiambia muulize kakangu. Sasa kati ya mkweo na kakangu, yupi atanipa jibu sahihi? Kuna mambo yaendelea na mwayafanya, kamuulize kaka yako. Hicho ndo ninachokuambia mie. Twayafanya kwamba na mie nimo. Nakwambia vipi? Kamuulize kaka yako, hayo yankwisha. Haya. Habari za muda huu tena, mbele yako ni mimi bin Zuberi na hii ni Jamaatul Ihsan Herbal Clinic. Leo tumekuletea dawa maalumu ya Hulwa. Ni mjumuiko wa mimea tiba asili yenye kazi nyingi sana, ikiwemo kuondoa maradhi kwenye mfumo wa via vya uzazi pamoja na tumbo. Pia mjumuiko huo wa mimea husaidia kuongeza hamu na ladha katika chakula cha usiku, huimarisha misuli kwa waliojichua, inatibu bawasili sugu, ngiri aina zote, PID sugu na UTI sugu, uvimbe katika mfumo wa uzazi na mengine mengi. Pia dawa hii ni maalumu kwa kurekebisha mfumo wa homoni kwa watu wote, wanawake na wanaume. Dawa hii imefanyiwa uchunguzi na kusajiliwa na Wizara ya Afya kwa registration number zinazoonekana hapo chini. Kwa ajili ya huduma zetu, Jamaatul Ihsan kwa Zanzibar tunapatikana Mtoni Kituo, barabara ya Bububu. Dodoma tupo Area C, Arusha tupo Ngarenaro, sheli ya Panoni, kwa Dar tupo Mtongani. Wasiliana nasi kwa namba hizo zinazoonekana chini ya video hii. Hulwa ndiyo habari ya mjini. Karibuni.
asema we umenita nimekuja, we wajua kwetu ni mbali, umenifanya ngumbane na wimbi, we konda nungwi nkali. Asema umenita nimekuja, we wajua kwetu ni mbali, umenifanya mpambane na wimbi, we konda nungwi nkali. Eti maneno yako sasa hivi mpaka ukaitwa mtabibu, hujui kama wewe unazuia siri? Hiyo ni moja ya kazi yangu na sijakataa. Sasa sijui wewe unamaanisha nini leo? Kilichokufanya yule Mpemba wewe ukamwagia siri yote ndio tulipokubaliana mimi na wewe. Mimi nataka uzungumze, ukishamaliza kuzungumza uniache na mimi nizungumze. Nataka uyatoe yako ya moyoni, nijue leo umekuja na kitu gani. La, kama kushamaliza kuzungumza uniache mimi nizungumze, kwa sababu nina majibu ya kukujibu. Sasa ninakwambia hivi, wewe mikoba ulivyopewa inavyoonyesha hukusomewa miko yake. Alipokuwa kwa marehemu baba yako ulipewa miko, na ulipopewa miko siri ya mtu huwezi kuitoa, na mlipokubaliana sivyo kabisa ulivyofanya. Mimi na wewe hapa tumekubaliana vizuri tu. Hujui kama yule mimi mkwe wangu, na mimi ndoa ya mwanangu sitaki iachike wala pale yeye aachwe. Leo hii ukamwagia maneno yote, alikuwekea kisu cha roho au alikuja na jini mkononi? Tumeambizana vingine, umeenda kufanya vingine, na nimekupa pesa zako zote ulizozitaka ili unifanyie kazi yangu. Kilichokufanya wewe umhadithie, umwambie, maana yake nini? Unataka kuniulisha mimi au? Ndivyo tulipokubaliana. Mimi na wewe hatujakubaliana hivyo, sikatai, sawa, lakini kutokana na hali jinsi ilivyo, hali ilivyofikia na tunapokwenda, mimi sina budi nisizungumze ukweli, kwa sababu huzo hali wote umeutaka wewe. Sasa mimi naweza kuficha siri kwenye hili? Unataka na mimi dunia yote niandame? Huyo Mpemba mimi hajanishike koo, au huyo mwanao na wengine mimi hajanishike koo? Mimi nimeona hili jambo ni zito, jambo limenifika hapa. Hata kama tulikubaliana nitunze siri, mimi ni mtabibu, naweza kutunza siri, naweza kukontrol mambo yote, lakini kwenye hili mimi nimeshindwa. Nimeona nisiwezi kukaa kimya, siwezi kulificha hili swala, kwa sababu kutakuja kuibuka vitu ambavyo hatujategemea kuibuka katika hichi kijiji. Ili yanusurike mambo ya mbele, basi mimi nizungumze ukweli tu. Najua Tunu umekasirika, najua Tunu umechukia, lakini kwenye hili wacha ukasirike tu. Sina njia nyingine tena la kulifumbia macho, kwa sababu swala tayari lipo wazi. Mambo yote tayari mimi nishayazungumza na nishaweka wazi. Naweza kuyarejesha vipi? Kwa maana hiyo nije hapa nikuambie kuna mtu kanikera nataka tumuue, kwa maana utaniulisha mie wewe, si ndio? Inategemea, kwa sababu kwenye hili halifanani na hilo unataka kuzungumza wewe, sawa? Kuna mambo naweza kukulinda wewe, lakini mambo kama haya, hebu tizama huu mgogoro unapokwenda. Mimi ningeweka mpaka lini? Ningeweka mpaka lini? Wewe ulitakiwa uzungumze ukweli kwa njia yoyote, ili mimi uninusuru nisiweze kuzungumza huo uongo au ukweli unaotaka wewe, lakini wewe umeshindwa kuufanya. Itabidi mimi nizungumze. Kwa hiyo nimekosea. Ingelikuwa hapa Kiamboni kuna mtabibu mwingine, basi ningekwenda, kwa maana tulipokubaliana jinsi ulivyonivua nguo. Mimi sasa hivi hapa sina pa kuiweka wala sura pa kuiweka. Mimi hapa tena siaminiwi wala siaminiki kwa mtu yoyote kuhusu mwanangu. Tunu, unamaliza maneno. Tafsiri yake ni kwamba kwangu mimi ushanichoka, hutaki tena tiba yoyote kwangu, si ndio? Toa ndi zangu tu, nenda zako. Mama kwetu mbili wa porini, weka mbali zile mbinu za kijini. Mandazi kuyaponda vipi? Waanza tena. Asalamu alaykum. Hey. Kweli Hasidi hana sababu. Wa alaykum salam. Umeamshwaje huko? Maana sio umeamka, umeamshwaje huko na mama yako? Uso haya wewe usojua vibaya. Mambo yote mnayoyafanya wewe na mamako, bado mmekuja hapa asubuhi kuja kumzidisha mume wangu wa haka fisuduri nasi. Mama wekaa kwako utulie. Wewe mamako ndio alipokufundisha au wanga wenu ndio unavyoendesha? Haya, kumtia mume wangu joto la moyo waka ulomkana koo, hana amani ya kunywa chai, hana amani ya kulala, hana amani ya kuamka.
Na huyo mama yako ana shida gani sana mume wangu? Au ana matatizo gani? Au anajua mwenyewe alikuwa atakawe mke wa tatu? Taireni lopu. We maneno yote hayo yanayokutoka kwamba nkuone wewe nipenda sana Lakini mume wangu amezidi. Hakuna aliyezidi. Kwanza ntoka nkuja hapa kanitoa salamu vyema na wema, itikia salamu nisikilize shidae. Wa alaikum salamu. Una shida gani? Sasa wewe kinachokufanya ukaanza kupayuka hapa, mambo ya kuhusu na nini? Mambo yangu mimi katika maisha yangu ya kuhusu na nini? Kesi zangu mimi na mamkwe wangu ya kuhusu na nini? Kwa sasa hivi mimi kesi zako hazinihusu. Haya, mimi sitaki hata zinihusu. Kilichokuleta? Sasa kilichokuleta hajakujia wewe huyo. Sasa kama hajajia mimi asubiri zamu yake. Kakutuma. Iwe zamu yake si zamu yako hapa mpako wewe. Hapa si kwa mume si lazima aje. Asubuhi hii. Wewe hata kama kankuja usiku, wewe hayakuhusu. Wewe hapa ninakuwa watu na kama nilivyomuoa yeye nilivyokuoa wewe. Hebu weza ndomo. Wapa yuko nitukana mwizo kwamba nionekane kwamba labda ndio wewe anipenda sana, nijiache acha nijisahau au vipi? Nyote si ndio wao? Hem, toka hapa. Aka unanifukuza tena. Toka. Na hiyo sitaki tena. Haya. Basi maliza ile andazi. Nitakupiga bonge la bao. Wewe mzo kashakuja hapa baada ya kumsikiliza wewe unaanza kupanga. Kwani wewe kunyamaza kimya kungalipungua kitu gani wewe? Hana hata moja. Kazi ufisadi. Tusijika haja tumwa na mamake asubuhi hii. Fisadi kuna uanza wewe. Ningeka huko kwake akatulia. Wewe kuhusu kwani hapa mpako? Na wewe vipi? Samahani mwanangu. Samahani yani kunikosea nini kwani mimi wewe? Hamna mwanangu, nimekuja. Nilikuwa nakuomba samahani kwa niaba ya mama. Nakuomba mwanangu msamehe mama. Sikiliza. Wewe na mama yako kuna mengi nyie mwayajua, lakini mie mwanificha. Sijui ni jambo gani kubwa ambalo kuwa mimi nawakosea mpaka ikawafikia hatua nyie mwanifanyia haya mnaonifanyia. Hapana mume wangu, kweli nakwambia ukweli kabisa. Yaani mimi sijui chochote kinachoendelea. Na mama kila nikimwambia naambia ukweli mama. Hataki kuniambia chochote mume wangu. Kweli mimi siwezi kukuficha jambo. Wewe muongo. Wewe muongo. Wewe wajua kila kitu ambacho kwa chaendelea katika maisha yangu. Na nina wasiwasi. Sababu wewe mpaka ilofikia wewe hatua nikakuoa, ni wewe na mama yako mnifanyia jambo ndio maana nikakuoa wewe. Amna mume wangu. Yaani mimi sijui chochote. Haya mambo mimi mwenyewe juzi tu ndo nakuja kujua hapa. Kama kuna mambo tele na mama kila nikimwambia mama niambie ukweli, hanaambii mume wangu kweli, usinihukumu, mimi sijui chochote. Mimi juzi ndo anakuja kuniambia mama kama wewe una ndugu yako, lakini mimi sijui chengine chochote kinachoendelea. Mke wangu sikiliza. Ninachotaka kujua kutoka kwako wewe, uniambie kila kitu unachokifahamu. Kwa sababu wewe na mama yako shauri lenu mmoja. Wewe na mama yako shauri lenu mmoja. Ikiwa tu mkutana kwenye uganga kule kwa mganga, Mungu kwenda pamoja, kunkujuaje kule? Kunkujuaje kule? Nenda kule kwa sababu ya kuelezea kesi ambayo kwa mimi nikutaka jina langu kwenye karatasi, mama yako yuaja anisemamie. Hatimaye na wewe kuondoka nyumbani bila kuniambia, kunkuja kule wewe kunkujuaje kule? Wewe na mama yako lenu mmoja. Kama wataka salama ya maisha yangu ya ndoa mie na wewe, na kuomba unaambia kila kitu unachokifahamu. Kweli mume wangu mimi sikufichi. Mimi hayo mambo yote unanitia mume wangu ni sasa unanionea tu, mimi sijui chochote. Mama ndo anajua kila kitu. Na nikimwambia yeye hata kuniambia ukweli mume wangu unanionea. Mimi sijui kitu, ningekuwa nishakwambia. Naomba nisamee. Tafadhali nakuomba ondoka. Kama washindwa kuniambia kitu ambacho kwa kifahamu, tafadhali nakuomba uondoke. Rudi huko kwa mama yako. Kakae na mama yako.
mpaka pale utakapoamua kuja kunieleza ukweli, kila kitu ambacho mnakijua. Hicho ndo ninachokuomba. Amna mume wangu, mimi sijui kitu chochote. Ningekuwa nishakwambia mume wangu, kweli unanionea. Mimi sijui chochote. Tafadhali. Mambo ndo nimeyakutia tu hivi mume wangu, kweli unanionea. Mimi sijui kitu. Tafadhali. Ondoka. Ondoka basi, kaniharibia siku. Nisamee mume wangu, kweli mimi sijui kitu nakwambia. Toka hapa. Nisimamia kitu gani? Mwakama nifanya kile aina ya ubaya huko na mamako anafanya hapa jiliza kitu gani? Wanaambia msamaha mamako nisamee. Sisamee kama hamujaniambia kila kitu. Mama kwetu mbili wa porini, weka mbali zile mbinu za kijini. Umeingia kwenye nyumba ya mwanao kwa nondo za chuki na mabango ya jeri. Mume ana silaha mikononi, mbali na mapenzi yaliyotiwa. Ajumi, una nini? Mbona uko hapa? Mbona upo hapa nakuuliza? Pana nini? Hujui mama? Tena ngejua ngekuuliza mimi. Yote sababu yako wewe. Wewe ndo sababu ya kila kitu mama kinachoendelea. Haya, nimefanyaje? Nimetoka kwa mumangu hataki hata kuniona, yani hata kunisikiliza anisikilizi. Na hivi ninavyokuambia, kama si leo kesho mimi ananipata laka mama. Na yote wewe ndo sababu ya kuniharibia mimi ndoa yangu. Nimekuharibia. Kashaoa mke mwingine. Na ndio maana kashakuchoka, lakini hapa hachui mtu. Ninachokueleza, kipi mimi nilichokisema inabidi atake kukuacha. Mama unajitoa fahamu, unajifanya uone, si ndio? Mama, yote haya yalotokea unajifanya uone, unajifanya wewe si mkosa, kati wewe ndo sababu ya kila kitu. Kitu gani? Yapi nilofanya mie? Yapi? Kwa nini kuna kitu unakificha wewe ambacho hutaki kukiongea? Kuna ukweli gani unaficha wewe ambao hutaki kuongea watu wakaujua kama si ubaya? Na kwa nini usiniambie mimi mwanao? Yaani uko tayari mimi ndo yangu ifunyike mama kwa ajili yako wewe? Uko tayari mimi ndo yangu iteketee kwa ajili ya maslahi yako wewe mama? Niseme kitu gani? Nikiseme nini nakuuliza? Hicho nilichokuwa mmekifanya mimi nikiseme nini? Mapenzi yote yanakuonyesha bado mimi sikupendi. Unipendi, una mapenzi na mimi. Ungekuwa unanipenda basi ungetetea ndoa yangu. Wewe ndo sababu kubwa mama, unavunja ndoa yangu afu unasema unanipenda. Mapenzi gani? Mapenzi gani hayo? Kila kitu unafanya. Unanitia aibu mimi mama. Kwa hiyo matendo yako unafanya mimi unanitia aibu. Na bado unang'ang'ania hiyo tabia yako. Kwani usiseme ukweli watu wakajua? Watu wakajua tena? Niseme kitu gani? Hapa ikibidi mimi nikisema ukweli, hapa Kiamboni watu wote watakuwa hawana haja na mimi. Ikiwezekana nitauliwa kabisa. Uko radhi mimi kuniacha kwa yule mwenye makoti ya makunguni? Kwa hiyo uko tayari kwa ajili ya maslahi yako, kwa ajili ya kuvunja ndoa yangu mimi, si ndio? Mimi si ndo mwanao? Kwa nini hutetea ndoa yangu? Uko tayari kwa ajili ya kuficha makucha yako wewe, kwa ajili ya kuteketeza mimi? Mimi nakosa gani? Mimi najua nini? Mpaka na hukumiwa nini? Nataka kuachwa, ndoa yangu nataka kuteketea mama. Ukiachwa si basi wanaume wamejaa tena kukuoa au yule mmezaliwa naye? Kwa lazima. Mama nakuchukia, hujui tu mimi ninavyokuchukia. Yaani mama una huruma na kuta ujeni. Wewe unajua kabisa mimi nampenda mume wangu. Na nikitoka kwake yeye mama, mimi siwezi kuishi bila yeye, na hilo wewe unajua. Kwa nini unionee huruma mimi? Unapenda mimi ninavyokaa na huzuni, si ndio? Au ndo furaha yako mimi niwe sina raha, si ndio? Sasa sikiliza mama, nikwambie, wewe si utabaki na ukweli wako kwa ajili ya maslahi yako wewe. Mimi bila yule mwanamume mama siwezi kuishi. Na kama wewe unataka kusema ukweli, mimi bora nenda nikajiue, lakini siwezi kustahimili. Ujioe? Kwa yule mwanangu, ujioe kwa yule mwenye makoti ya makongoni? Mwanangu kumbe uko kwa nini? Mtume Muhammad. Mungu wangu mimi, mwanangu kumbe yuko kwa nini? Mtume Muhammad. Sijui kenda wapi mwanangu mimi jamani. Mungu wangu. Jamani nyie. Pateni jamani majirani. Mtume Muhammad mimi mwanangu ninamkosa. Mungu wangu nifanyeje mimi jamani? Jamani mimi mwanangu
maisha